It is our opportunity as a nation to change Kenya. This country has been held hostage for far too long by incompetence, by vested interests, and by corruption. We must, this time round, get it right. We are going to provide the necessary leadership. We have a plan on how to take Kenya forward. We are going to fight those who want the status quo, the people who have vested interest in holding Kenya hostage, the way it has been for many years. And we are going to deal decisively, firmly with corruption, whether it is in the judiciary, whether it is in the executive, or in the legislature, because we must get this country moving. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Watu wa Kuresoi jameni, mimi nataka niwaulize. Munasema hii Kenya tuibadilishe ama munataka watu wachache waendelee kuteka nyara nchi yetu? Tubadilishe? Munasema tubadilishe? Ufisadi tufanye nini? Wale wako, unajua kuna watu wako na madharau mingi. Wako na kiburi mingi. Ati kwa sababu wako na pesa. Ati wako na pesa ya kununua mawakili. Ati wako na pesa ya kuhongana kotini. Ati ili wazuie tusipange ajira ya hawa watu. Ati ili wazuie Kenya ikwame, tuwe na status quo, waendelee kufaidika, Kenya iwe nchi ya wachache kujivunia na wengi kuvumilia. Mnataka nchi ya kuvumilia ama ya kujivunia? Tumeelewana jameni? Mnasema tupeleke Kenya mbele? Mimi niko tayari. I am ready to face anybody. Wale watu ambao hamuna bima ya afya, ile NHIF, mumekuwa mkilipishwa shilingi 500. Tumepitisha sheria, vile mulipiga kura kwa manifesto ya Kenya Kwanza. Sasa tutawapunguzia kutoka 500 mpaka 300. Ya kwanza. Ya pili, vile vile tumesema yule mtu ambaye hana uwezo ya kulipa shilingi 300, tutakulipia kama serikali ya Kenya. Ili kila Mkenya kwa mara ya kwanza, kila Mkenya awe na bima ya afya. Mtu asiende tena hospitalini, aende hospitali atibiwe, ati auze ng'ombe yake ama shamba yake ama mali yake, ati aende alipe bili ya hospitali. Kupitia kwa bima ya serikali, kila Mkenya atalipiwa bili ya hospitali.